Kila nyumba ina siri. Kijana, kulikoni? Mbona kama uniba mchana mchana? Bwana mzee wangu, ni tofauti kidogo na ulivyofikiria. Bila shaka wewe ndo mwenye nyumba. Mimi ni afisa wa maji, nimetoka makao makuu ya mji. Na nilikuwa nimekuja kukukatia maji kwa sababu unadaiwa miezi mitatu. Na nimeangalia hapa kuna takwimu kwamba kuna miezi miwili nyuma ambao hujalipia pamoja na mwezi ambao tunakudai. Kwa hiyo mamlaka imetoa maagizo kwamba sio vizuri kuendelea wewe kutumia maji. Kwa hiyo inabidi tuyakate ili baadaye uweze kulipa bili zote kwa pamoja. Kwanza uko sahihi sana kunikatia maji. Lakini sasa hauko sahihi vile kwa sababu mimi silipii maji kwa sababu ya kitu hiki kimoja. Kwanza nyinyi mmekuwa ni wahuni. Kwa sababu haiwezekani mimi nikae peke yangu hapa nyumbani, nakaa mwenyewe. Niko mimi na mpangaji wangu mmoja. Tena mpangaji amesafiri zaidi ya miezi mitatu, hiyo mbona nazungumzia? Maji mimi sijalipia kwa sababu bili ni kubwa kuliko mimi matumizi yangu. Mimi nikiamka zangu hapo kwenda pale bombani, labda kama nataka nipige mswaki, napiga mswaki kidogo. Kama ni kuoga, nachukua maji kidogo, naenda kuoga. Sasa nashangaa bili imekuja bili kubwa. Kwa mimi siwezi kulipia bili ambayo mimi binafsi siifahamu kwa sababu mimi niko peke yangu, niko mwenyewe. Kwa nini bili iwe kubwa namna hiyo? Mzee, mamlaka kama mamlaka haiangalii matumizi kwa mtu mwenye nyumba. Yaani matumizi yake moja kwa moja yeye na familia yake. Na sisi hatutaki kuhesabu ni watu wangapi wanakaa katika hii kaya. Sisi tunachojua kusoma bili na kumpatia muhusika ili aweze kuilipa hii gharama. Kwa hiyo kama unavyonielezea kuwa unakaa mwenyewe sijui haulipi kwa sababu bili ni kubwa, ni matumizi yako mzee. Sisi hatuwezi kukupangia matumizi ya maji na kila mwezi tunakuja kusoma bili. Baba, huo ni wizi. Huo ni wizi sababu mimi niko nakaa mwenyewe, nimekwambia naishi mwenyewe hapa. Mpangaji wangu mwenyewe hayupo. Mr. Boychum JR. Mpangaji wangu mwaminifu. Almaarufu landlord. Karibu. Mbona una kelele hapa? Ni nini mzee wangu? Mama, umefika muda mwafaka. Ndio. Huyu kijana ni Mswahili. Anasema ametoka si mamlaka, si kwenye mfumo, si kwenye system huko. Umeona? Amefika hapa, kwanza ameanza kuchukua pale. Na mimi nilikuwa zangu ndani hapa. Natoka hapa sio ni mwizi, akasema basi yeye ametoka sio ni afisa. Akasema hamna shida. Ameniambia kwamba amekata maji. Mama, wewe ni shahidi yangu hapa. Nimekaa hapa kwa muda mrefu sana. Na mimi ndio mwenye nyumba hii. Bili imetoka 120,000. Alafu niko mwenyewe. Hebu just imagine mpangaji wangu. Hebu mwambie kwa sababu mimi ni mtu mmoja mstaarabu sana katika watu wenye nyumba hapa nje. Hebu mwambie mamangu. Sababu wala mimi nikawa naongea akahisi mimi najikweza, najiblandi na nini wakati mimi sio vitu vyangu. Mwambie. Lakini mzee wangu, acha tu niwe mkweli. Kiuhalisia una matumizi mabaya ya maji. Soba kubwa, matumizi mabaya ya maji. Yaani wewe sio mstaarabu kwenye maji hata kidogo. Ukitaka kupiga mswaki, bombani. Ukitaka kupiga kufua soksi, bombani. Ukitaka kwenda kuoga unakinga maji unaacha na mwagika, unaenda kutafuta taulo ndani. Ndio unaenda bombani. Sasa kwa stelio bili itashindwa kuwa kubwa, mzee wangu. Huna ustaarabu kwenye maji. Kiuhalisia hata humo ndani huna hata ndoo mbili zenye maji. Huna. Unategemea bili itakuja itaacha. Mama, wewe na wewe mna mahusiano. Kwa sababu haiwezekani ameingia hapa, kwanza umeingia hapa unamlembulia, unampandisha na mimi nakuangalia tu. Mzee wangu, acha ukweli tu useme. Hiki kipindi chenye nilichokuwa nakaa hapa mimi, kuna bili zingine nilikuwa nalipa kukwepa kelele. Sipendi kelele kabisa. Wewe na huyu mna mahusiano, Mzee, samahani sana, huko unakoelekea siko. Na mimi nimeshafanya jukumu langu lililonileta hapa. Sasa inabidi ufike ofisini ili kufuata taratibu zinazoendelea kuhusu bili yako. Asanteni. Asante. Wewe kaka umemaliza. Mzee. Kwa hiyo umefurahi? Sio kwamba nimefurahi. Wewe mzee usaidiki na kutetea kwenye engo ipi? Yaani wewe ukilala ukiamka ukijisikia kupandisha kodi unapandisha. Ukijisikia kuleta sio kibigani unaleta. Ukijisikia sio nini unaleta. Unasaidikaje? Na sijawahi kuona baba mwenye nyumba msumbufu kama wewe.
Yaani wababa wote wangekuwa kama wewe, kungekuwa hakuna wapangaji. Mimi ni msumbufu. Na kwa taarifa yako ambao uko ujui, nilikuwa sijasafiri wala sijafanyaje. Nimeshahama zamani. Nilikuwa nasubiria kodi yangu ishe, nije nibebe vitu vyangu niende, nikuache na pagale lako. Muangalie mzee mwenyewe kwanza, huna hata ustaarabu. Ona suruali yenyewe. Yaani nimekuta unatoka hata kunyosha umeshindwa. Unakuwa ustaarabu, wewe ustaarabu umeupeleka. Mzee, baki na pagale lako. Mimi kwa heli. Na wewe una wiki unahama hapa kwa sababu umeanza kunipana kichwani. Ni hapa mwanangu mpaka nishahama mimi. Baki na nyumba yako. Kuja amkata au? Mbona umeja nikataa sasa hivi?